Naam, karibu sana mpenzi mtazamaji wa Mkubwa Media. Mimi niko hapa kukupa taarifa. Sasa kitu ambacho nimekiona kupitia ukurasa wa Instagram wa Maimartha. Maimartha bana amekuwa mwingi wa habari. Habari zake kiukweli kuna nyingine zinakosha wengi sana. Sasa taarifa niliyoipata ni kuhusiana na ndoa ya Ziziki na Hamisa kuyumba. Familia yawaita kwenye kikao kizito, au sio bwana? Naweza kusema kwamba kwa sasa hivi ni kwamba kuna jambo ambalo linaendelea, au sio, kati ya Ziziki pamoja na Hamisa Mobeto. Sasa Maimartha anatoboa siri kwamba kuna kikao kizito sana ambacho kimewafanya wawili hao kukalishwa kitako chini kujua ni kitu gani ambacho kinaendelea, kitu gani ambacho kinaendelea, lakini pia mgogoro huu shida yake ni nini? Sasa akajaribu kupiga simu kwa mama Mobeto, lakini mama Mobeto hakuweza kupokea simu yake, au sio? Hakuweza kupokea simu yake, na hii inaashiria kabisa kwamba kuna mambo mengine yanaendelea, kwa sababu labda kama kwa hamna changamoto yoyote, basi angeweza kupokea na kusema kwamba hakuna shida ya aina yoyote. Sasa kitu hiki kimeweza kuwaibua watu wengi sana kwenye mitandao ya kijamii, hasa wanaofuatilia habari za wasanii kuhusiana na ndoa ya Hamisa Mobeto. Je, kweli ndoa hii imevunjika au sio? Lakini pia kuna wale naweza kusema kwamba ni maadui wa Hamisa Mobeto, wanapenda jinsi ambavyo mambo magumu kama haya ya Hamisa Mobeto hawezi kuyapitia, kwa sababu tunajua katika mitandao ya kijamii kuna wale ambao wanapenda, kuna wengine pia hawapendi, lakini ambao wanapenda kwamba kuona Hamisa Mobeto akiwa ana au sio, kuna mmoja ama nyingine anapitia changamoto kubwa sana kati yake pamoja na Ziziki, ni kitu ambacho wengi wamependa. Lakini sasa kwenye upande wa comment section pia naona Digimani hapa anaandika hivi, Mai na wewe ni mtu wa nchi hii? Yana anajiuliza hiyo mitusi alivyomwagia hatari, kwa sababu unaona anapitia changamoto kubwa sana hasa katika kuripoti jambo ambalo kwa namna moja ama nyingine ni hatari. Mwingine ni Kari Masira kaandika matusi makubwa Mai, pole. Tunaona ametukana matusi mazito sana, yeye hata hajasikia kama akatukana, anaendelea na kazi. Ni hatari. Ila Mai, mbinguni utatandikiwa zulia la pinki. Ni mama wa mwenzetu, tumsamehe, hatujui anapitia mangapi, kwa sababu ni mama Mobeto ndiye aliyemshushia maporomoko ya matusi. Mwingine akasema hii ndo inaitwa professionalism katika kazi. Aisee, kazi yako umeiweza, au sio? Kwa hiyo sometimes kazi yako usione aibu, usione aibu sometimes katika kuripoti habari na vitu kama hivyo. Maimartha, wewe ndio hatujui unapitia mangapi, maana wewe ni mtu mzima usijielewa. Kwa umri wako na unachokifanya ni sahihi, hiyo kazi anatakiwa afanye mjukuu wako. Bora wao wana familia ya kuwaita, au sio? Kwa kweli, maana wengine ni hapana, kwa sababu Ziziki amekalishwa kitako na tunajua kwa Tanzania, na upande wa Hamisa Mobeto wako pamoja pale kusuluhisha mambo. Na nyie mnaamini kama kulikuwa na kikao Mai Mungu, kuna mtu anayemlipa kwa chafua ili tu waachane, lakini Hamisa akashika mpini, aachwe mtu hapo. Azizi mwenyewe kafa kaoza kwa Hamisa, yaani anamaanisha kwamba Maimartha pengine atakuwa amelipwa pesa na mtu kwa ajili tu ya kuweza kumchafua Hamisa Mobeto ili aweze kupigwa chini, na tayari kwa namna moja ama nyingine inaonyesha kabisa kwamba yeye Hamisa haachi mpini. Mwenzetu ulikosa wa kuwakalisha mwingine sema analipwa huyo. Kuna ndoa ngapi hapa mjini na mahusiano mengi hapa mjini, mbona hayaleti na muendelezo kung'ang'ania Hamisa tu? Hataki nini kama si kulipwa tena muongo? Kwa hiyo watu wanasema kwamba pengine atakuwa analipwa pesa. Sio kwa hayo matusi. Mai wa Mai TV huogopi matusi. Ngoja nimpigie Ziziki nikaongeleshwe Kiingereza na Kifaransa mpaka kichwa kiniume. Ila Mai unapitia magumu, Mai unapitia mengi. Wiki hii moto ndo maana nilikuwa naota Ziziki alikuwa na wakimbiza watoto wa Mobeto na shoka kwa sababu Hamisa Mobeto na watoto wawili.
ana mtoto na Majizo, ana mtoto na Diamond Platnumz. Kwa hiyo pengine labda kuna changamoto imetokea. Mbona una hasira? Usina hasira na mama yangu mzazi, hatakiwi kuchoka, ila kwa Mai matusi huwezi kupata ukaweka kile kisauti cha T alafu unaendelea, maana tumesikia matusi mazima. Mama Mobeto na matusi sio nchi kidogo, ombeni kuto expire. Haya, mwingine kaandika ila Mai hongera ya nini unasijisikia vizuri. Hamisa amesave namba ya Mai, hawezi kupokea. Maana yake alipigia pia simu Hamisa kuhusiana na ndoa yao, lakini kwa bahati mbaya hakuweza kupokea simu. Mwingine akaja hapa kaandika sasa hapo kutokana ndo Maimartha ataleta ushauri wa kiungo cha lami au sio bana. Ninachompendea dada Mai wa Mai, ataki hata akitukana lazima aposti, yani hivyo ya kwa sababu kimsingi ukiamua kukata tu tamaa sio tamgani vipi, basi jambo hili linaweza likawa gumu kwa upande mmoja ama mwingine. Mwingine akasema Mai unapenda kuzusha mawimbi miezi 5 jamani, gari alipewa mwezi gani? Mwingine kuachwa kunauma, ila inategemea umeachwa vipi au sio bwana, yani inategemea umeachwa vipi. Nimesikia kitu jamani, huyu mama ni mimi kabisa. Aisee, huyu mama ana adabu kabisa. Huyu inabidi achukuliwe hatua, kana anabidi kabisa anafanya kazi yake Mai, yeye tunaheshimu sana. Mwingine kaja hapa kaandika hatunaga vikao vya ovyo, tunajuaga kuolewa sio kuachwa au sio bwana. Haya, mwingine kaja hapa kaandika nilijua mimi mwenyewe ndo nina matusi. Ningesema umekutana nacho leo kwa sababu umekutana nacho. Na sometimes ukiingia jambo la mtu inatakiwa uwe na kinga ama defense au sio? Mwingine akaja hapa akasema pambe tu mimi ndo ukija kunipigia hakuna rangi utaacha kuona, ni utayaoga mpaka utapaliwa. Ngoja kwanza kikao hiki kilikuwa cha hiyo mitusi aibu utaona wewe, eti usiwe na hasira mamangu, kazi ipo leo kwa Mai. Ndugu yangu wa damu njoo msikie mama Mobeto huko. Hapana Mai, nilitegemea utapane lakini bado upo mpole, ila umbea hapana. Yes of course, ukitaka kupata umbea sometimes inatokea uwe mpole. Ukipanic tu upate kile unachokitaka, kwa sababu unabidi uvumilivu hali ya juu, lakini pia ni namna gani ya kustahimili changamoto kama hizi. Na ninaona Hamisa Maimartha amejitahidi sana kudadavua na kuchimba kujua mawili matatu kuhusiana kinachoendelea kati ya Hamisa pamoja na Ziziki. Nisina maneno mengi, dondosha maoni yako, hakikisha unabonyeza alama nyekundu ndio subscribe.